nakuuliza, ni lini utanilipa mahari ya mwanangu? Alafu wewe unakaa kama ambao uko kwako hapa, si ndio? Pole. Samehe. Mzee Job, ni kweli huyu kijana amekawia sana kukuletea mahari. Lakini si makosa yake kulingana na maisha ya yenye yuko nayo. Maisha yake bado yako chini, hana kibarua. Lakini hiyo isikutatize. Mimi mwenyewe nitahakikisha kwamba kijana kile chenye atakuwa ameokota na kile chenye mimi nami nitakuwa nimepata, tutakiungaunga, tuhakikishe tutakuletea. Tafadhali unielewe hivyo. Sasa mimi sitaki kujua kama mtachanga, mtaweka kamati, hayo ni yenu. Lakini nawapa mwezi mmoja muwe mmeniletea mahari ya mwanangu hapa. Mwezi hivyo tu. Naona mimi nishamalizana na nyinyi. Mnaweza kwenda. Kwa sababu bado nina kikao chengine kama hichi. Sawa mzee, kila laheri. Mungu akitujalia tutarudi tena hapa kwa huo muda, ama hata kabla ya huo muda. Ukijijua ni maskini haina haja ya kuoa bwana. Unataka pesa, unachukua watoto tunafanya hapo. Mbao. Sasa ndugu yangu Hari, bana, yale mambo ambayo yanaendelea kati ya wewe na mkwe wako bana si mazuri. Sasa mimi nimeonelea nije nikwambie tu, huu ndo wakati mwafaka ujithibitishe kwake kwamba unaweza. Sasa cha kufanya, tafuta shughuli yoyote ndugu yangu, jishughulishe nayo ili upate pesa. Ukishapata pesa unaenda kwa mkwe wako kule unalipa mahari. Maana heshima ya mkwe ni kulipa mahari. Halafu ufahamu mwanamke ni mtu ambaye anapenda mwanamume ambaye anaweza kukidhi mahitaji yake. Kila anachokitaka kwa nyumba anakipata. Yeye atajivunia kwamba kaolewa na mume kweli. Sasa ndugu yangu Jo, wajua mimi nakubaliana nao maneno yako 100%. Sikatai lolote yani. Swala la mahari, swala la mimi kwenda kuhustle nipate at least cha kumkidhi wife wangu, hiyo nakubaliana nayo kabisa. Lakini sasa huyu baba mkwe wangu huyu, mimi ndo namjua vizuri. Wewe umtambui wewe yule. Ndio utasema ndio namkosea heshima, lakini kuna vitu vingine pia inafika extent pia yeye inakuwa kama hiyo nikosea heshima. Hilo swala la mahari ni sababu tu. Lakini yeye mwenyewe ndivyo alivyo. Yaani ni mtu wa chokonoa hapa, chokonoa pale. Sijui kama unaelewa ninachokuelezea. Yaani ana issue, yani issue juu ya issue. Hata niko very sure naweza hayo mahari naweza tafuta nikampatia. Lakini hivyo ukapata bado atakuwa yuaniandama. Sasa ni hivi rafiki yangu, kule kukuandama kote ni vile hujamlipa hata shilingi ya mahari. Lakini wewe tafuta, nenda ukahangaike kokote kule, kazi zozote utapiga genge, utapiga zege, wewe nenda utafute pesa. Ukishazipata mpelekee kabisa 100%. Alafu ona kama atakufuata. Na kama atakufuata tena ama akupigie simu kwa mfano, awe anataka chochote, wewe mwambie sasa hivi mimi sina hela, ukijua kwamba ulishamalizana naye mahari. Maana hawa mara zingine wanalaana ujue. Unajua ni kama baba zetu pia. Yani sasa endapo hata kuwa na amani na wewe, hata kizazi unaweza kikosa, na zaidi ya hapo unaweza kuwa kama amepata line ya kisirani kati ya yeye na mtoto wake kupitia wewe. Sasa wewe jitahidi ndugu yangu, lipe yale mahari. Sawa, nimekuelewa ndugu yangu Jo. Mimi nitafight vile ninavyotakana. Tutaangalia utafika wapi. Unajua pia wewe ukiwa bofuni kwangu, akili mbili ni tofauti na moja. Sijui kama unaelewa. Sasa wafanya hivi rafiki yangu. Tafuta. Ukishapata hiyo hela ya kupeleka kule kwa mko,
wewe ni wewe ni mwanangu ubavuni, siwezi kukuacha. Sasa mimi nimeonelea tutushiriane kwa hilo. Tutasaidiana pakubwa. Hamna noma. Sasa nashukuru. Haya, asante sana. Basi uwe rada na hizo barabara. Usijali. Unajua kumenyesha. Dereva mkongwe huyu. Hapo chini hapo mtoni hapo. Usijali, support ya wengi. Huyu dereva mkongwe bana. Nimekoma nilipie fundi vipi? Alafu nina pikipiki mpya ndugu yangu. Huko hatuna neno. Sijui huko mjini kukoje. Kama ni zawadi si lazima uniletee. Ntumanie tu hizo pesa, hazina neno. Ntumanie pesa tu. Ni sawa tu. Hiyo ni zawadi tosha, ni zawadi tosha. Kabisa nitaridhia sikufichi. Hii namba hii. Hii tu. Hii imetosha hii. Tumana na hii. Ile wani ya mama. Hii ndo yangu sasa. Kabisa mwanangu. Unajua wewe ndo mkwe ambaye ninayekupenda sana. Huo unanisaidia sana baba, unanisaidia sana. Sana. Wewe ndo mkwe ambaye unanikumbuka kabisa, mkwe wangu wa maana. Haya. Msalimie na mama hapo. Sawa. Hii inayotumia. Hii ni yangu. Ile nyingine ni ya mama yenu ile. Haya, salimia huko. Wewe mume wangu una tamaa sana, ambapo hata dini pia haituruhusu hali hiyo ulionayo wewe. Mke wangu, pesa ndo zinazoweka watu hapa ulimwenguni. Kama hujui, wacha nikuhabarishe. Pesa ni sabuni ya roho. Sasa japokuwa sasa watakusema ile ndo benki ama ni grosa ile ama ni poti. Lakini mimi nimewekeza. Kama wewe hujawekeza, shauri yako. Si wako na watoto wetu. Mimi naenda kwa Rehema. Jana alinipigia simu, hali yake ni mbaya. Kwa sababu Hari hivi sasa hajui pia afanyeje. Na nataka ujue, maskini yuaoa, tajiri pia yuaoa. Umenisikia? Na maanisha Hari hana kitu. Sikiza nikwambie kitu kimoja mke wangu. Kuhusu swala la mahari katika mila na desturi za Kiafrika, we mwanamke upaswi kuingilia kabisa. We kaa kimya. Ujumbe ambao ninaokupa mimi hapa saizi, ukienda huko, nenda huyo Hari wako, nenda kamwambie bado mimi nadai mahari yangu. Ushanielewa? Hawezi kaa na mtoto wangu bure. Hajaokotwa yule bwana. Asalimie. Unashangazwa na nini wewe bwana? Huko kama mzazi mtoto anachukuliwa bure, ati sijui nini, hana mahari yule. Anapenda. Aende akahangaike usiku na mchana atafute nini huko. Mwambie mimi nitakuja mwenyewe huko. Shenzi sana. Una imani kuliko mimi? Mbao. Inapata mwezi sasa tangu ulivyokuja hapa na mjombako mkisema mtaleta mahari, na mpaka leo hatujawasiliana kabisa. Mpaka leo. Na inaonekana urongo uko katika damu yenu.
Sio hivyo mzee. Ni kweli kile tulichoongea alikuwa tufanye. Lakini hali ni ngumu mzee, kama unavyojua wewe mwenyewe. Sasa hivyo vibarua vyenyewe mpaka kupata yani ni shida. Sio ati sitaki, sio ati alikuwa hatutakuja. Lakini hali mzee, tuelewe tafadhali. Unajua nyinyi vijana wa siku hizi ni maconmen. Sio kwangu mzee. Mimi kwangu hali ni tofauti. Wallahi binti yako mimi nampenda. Haki ya Mungu tena. Sikiza nikwambie kitu kimoja kijana. Kama ungekuwa unampenda kweli binti yangu, ungekuwa ushaleta mahari. Lakini nyinyi vijana siku hizi huwa mnachukua tu mkipata huko njiani, mnakwenda mnaishi nao. Hamtaki kujua kule kwao kuko vipi. Mwisho wa siku mkichoka mnawaacha, wanarudi nyumbani kwao. Sasa mzee, kama ningekuwa binti yako mimi nataka kumchezea, mimi ningekuja hapa kweli kujielezea. Ndio najua kama ni mahari sijalipa. Tulikwambia tutakuja, lakini hali ndio yatatiza. Nakuuliza swali moja. Huwa mnakula nini nyinyi? Alafu ujue nyinyi ni warongo. Ndio nikasema urongo inaonekana uko katika familia yenu. Mwezi mzima. Katika mwezi mzima huo mliokuwa mmeniahidi umekuja wewe bila mjombako. Ni warongo si warongo? Lakini baba, mbona unachukia sana mme wangu? Au labda ashawahi kukwaza? Pengine familia yake mshaiko sana enzi za nyuma. Mwanangu Rehema, jibu tayari unalo. Tangu siku ile ulivyokuja mkataa yule Suleiman hapa, ndiyo siku mimi na wewe tuligawanya mipaka. Ukaenda kuacha mtu mwenye pesa zake, ukafatana na huyu mlofa huyu. Huyu ni mchimba makaburi tu huyu, atakupa nini huyu? Angekuwa ana haja na wewe, angekuwa amekulipia mahari. Hakupendi huyu. Sio eti kwamba hataki kutoa mahari baba. Maisha yamekuwa magumu sana kwetu. Wakati mwingine tunashindwa hata na kitoweo cha jioni. Wajua wewe unanichekesha sana. Yule ni mwanamume. Ni lazima aende juu chini usiku na mchana akichimba makaburi kama ni migodi, apate pesa ya kukutolea mahari. Ni kumaanisha ana haja na wewe, ndio maana atoi mahari. Wataka kuniambia nini ba? Tena acha nikwambie kitu kimoja. Siku utakuja hapa, pengine amekufukuza una kitumbo wewe. Uje hapa nitakufukuza kama mbwa wewe. Yule ni mtu gani yule ambaye anakusumbua wewe kichwa wewe? Usije hapa kabisa na ngonjera za kumtetea siku nyingine hapa. Wataka kuniambia nini wewe? Natoka. Nikija nisikupate hapo. Huo umerudi kwa wewe mchimba makaburi wako. Niko njiani naja. Sai. Haya. Pesa za Francis nimeziacha pale kwa kio hiyo dressing mirror. Hakikisha amezipata saa hii juu ananipigia simu sana. Okay. Siku njema. Haya na wewe pia. Bye bye.
hapa hakuna mtu hapa. Wenyewe. Kwani hapa hakuna mtu hapa? Mzee, karibu. Wewe umekuja hapa kulala? Ah. Unaona kuna kitanda hapa. Kazi yako wewe ni hapa mlangoni, si ndio? Ndio. Nini kinachokufanya pale unalala? Sasa sikiza nikwambie. Nitahakikisha wewe umeondolewa. Hapa umeondoka, umefutwa kazi. Usifikie huko mzee. Wewe unakula mshahara wa mtoto wangu bure. Bahati mbaya tu mzee, nimepitiliwa hapa. Si unajua binadamu, mimi pia binadamu mzee wangu. Usifikie huko tafadhali. Mimi niko hapa nje hapa nakusikia wewe ukingorota hapa. Ulikuwa unapumzika nini wewe? Nakusikia. Shikamoo baba. Maraba. Kuna nini? Si ni huyu hapa huyu. Kelele asubuhi jameni. Mimi nimekaa hapo karibu nusu saa nzima. Nagonga mlango, yeye amelala hapo. Hebu niambie, huyu ndio askari umeweka hapa awalinde huyu? Huyu mwenyewe ataka tafutiwe mtu alindwe yeye mwenyewe vile alivyo. Umwangalie wewe. Pole baba, punguza jazba. Na wewe, kwani unalala kazini? Kupitiliwa tu. Bahati mbaya. Hafai hapa huyu. Hafai, mimi nakwambia hafai huyu. Sawa, karibu ndani baba, tutazungumza naye baadaye huyu. Atalala mtakuja ibiwa hata nyinyi huyu. Chunga kazi. Tena wewe. Utoboi hapa. Naweka watu wanalala tu hapa. Hana ulinzi wote waje huyu. Hakuna shida baba, tulia nitaongea naye. Tena wewe. Una bahati sana wewe mwanangu ametokea. Ningekuvuruga leo wewe. Twende baba, chana naye. Chana naye. Alafu mama, naona maendeleo sasa. Onaje baba? Tukikwambia tuna miradi ndio hii baba. Sasa hivi ni tukirudi na bwana mambo ndo hayo baba, kidogo. Na gari si ndio? Sasa hii hamna mguu. Hakuna. Ukirudi na kubeba. Tena ukitakaa tena na wewe pia nakununulia lako baba. Mpeleke. Ndio hivyo. Karibu ndani baba. Asante. Tatoa viatu eh? Karibu. Hari amejaribu kila awezavyo, juu chini, yaani ameng'ang'ana ili aweze kunilipia mahari, lakini imeshindikana. Alafu baba ndo huyo naye hataki kunielewa, sijui na mikosi gani mimi. Usilie mwanangu kwa hilo, usilie kabisa ukajisumbua nafsi yako. Wanandoa wote huwa wakioana wanaanzia chini. Hawana kibakuli wakanunua kibakuli, hawana sufuria wakanunua sufuria. Isitoshe, hata hiyo mali pia nayo wanatafuta kidogo kidogo, na mali yenyewe huwa hailipu yote. Mali ni kidogo kidogo, leo ni 3, kesho ni 2. Lazima tumuelewe babako, ana tabia mbaya, tamaa ameiweka mbele. Hata dadako, si alimaliziwa mali? Kila kukicha hiyo enda kwa Simoni, aenda kiombaomba pesa. Kwa hivyo tabia haina dawa. Wewe nawe hata kama ungemalizwa hiyo mali, tena yeye angewafuata hivyo hivyo. Manake ni tabia yake. Mimi nami alinitolea mali juzi tu ndio yamaliza, baada ya kuwa nishawaza nyinyi nyote. Na ng'ombe mwenyewe alikuwa ni wakupotea. Alikaa hapo kwetu nyuma, baada ya wiki 3 ndio akamchukua huyu babako. Alikuwa akimlisha nyasi ndani ya nyumba. Akija kutoka huko kwake ule vini aingia naye ndani, yuampa nyasi yuala. Hiyo ndio mali aliyopeleka kwetu huyu babako.
Kwa hivyo babako ana tamaa mwanangu. Umenisikia lakini? Kwanza ameenda wapi? Sija akaja akanikuta hapa. Mimi hata nilikuwa sijatoka kitandani. Nikamsikia huyo bungulu humo ndani. Mwisho huyo hakuniaga. Lakini nilipotoka kitandani nilipoangalia ile koti pale na mahali anapoweka haliko. Bila shaka huyo ansafiri. Na hako safiri hadi kwenda wapi? Ameenda kule kwa Simoni kule. Akwenda omba pesa. Maanake babako tabia yake imenisinya kwanza mimi. Imenisinya. Hivi kama ingekuwa baba wako kama huyu babako humu duniani, mabinti wangeolewa kweli? Sasa mama, mimi nilikuwa nimekuja tu nisaidie na unga wa siku 2-3 ili weze kutusukuma kitambo Hari apate kibarua. Ni sawa. Ni sawa. Kwanza nimetoa shukurani kwa chakula. Chakula kilikuwa kizuri na sijawahi kula chakula kama hichi kusema la kweli. Kabisa. Hata sio utani. Hata hivi naona sasa pressure itachukua muda mrefu sana ndio iniangusha. Kabisa. Nimeshukuru tena sana kwa hilo. Alafu la pili baba, lile lilokuwa limenileta, nashukuru sana mwanangu tayari ameshanishughulikia. Kwa hilo nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana na Mungu awazidishie, azidi kuwapa nyingi. Ili hata nikija wakati mwingine nizidi kupata nyingi. Si mnajua mtu akiwa na kiu ufanya nini? Ukimbia mtoni. Sasa hapa ni mtoni hapa. Nimeshukuru sana. Mungu awazidishie, awape maisha marefu ili muzidi kunilelea. Nimeshukuru tena sana. Karibu. Ndio. Na naona sasa kama muda unayoyoma. Yaani muda wangu umeisha. Sasa nataka kurudi kijijini. Na si mnajua usafiri tena. Usafiri tena. Sijui nikifika huko sijui niwaambie nini. Salimie sana baba. Salimia kila mtu kule kijijini. Ndio. Salimie mama sana. Kabisa. Salamu amezipata mama. Sawa. Kabisa, atafurahia sana. Sawa. Tena sana. Sasa ndo nilikuwa natoka hivi. Sasa sijui kama usafiri ni vipi baba. Maana naona mchuma uko hapo. Ningekupeleka lakini nina kazi nyingi sana ndani. Mama hajajua kuendesha. Tamfunza tu. Hivi karibuni atakuwa amejua, angenisaidia. Lakini pole kwamba sitaweza kumpeleka, lakini wakati mwingine nitajitahidi. Sawa. Haina shida. Lakini mafuta silinao, si ndio? Mafuta ni. Haya. Asante baba. Karibu tena. Nitakaribia tu. Kwaheri baba. Nimeshukuru sana. Mimi sitaki maneno yako kabisa. Sitaki kabisa maneno yako. Tafadhali kabisa. Nisikize basi. Sikiza. Naomba please. Tena nisikize kwa makini sana. Mimi nilikwambia ukija hapa uje na mahari yangu. Kwisha, vinginevyo sina haja ya stori zako. Lakini mzee, mambo ni magumu mzee wangu. Hali ni ngumu. Mbona unielewi? Tafadhali naomba unielewe. Hivyo unavyonifanyia unanidhalilisha mzee wangu na haipendezi. Nataka nikuulize swali. Wale wote waliochukua mabibi kule wanaishi kama wewe bila kulipa mahari? Si waling'ang'ana wakalipa mahari? Wewe unashindwa kung'ang'ana ulipe mahari? Sasa mzee, unachomaanisha nini? Yaani mimi kumpenda binti yako imekuwa kambi, sasa mimi ni mfungwa, yaani nateseka. Nimekwambia najaribu kila uwezo wangu mzee. At least yule mwanao pia apate kitu cha kula. Sasa nenda. Kile kidogo ninachopata mzee nitakula. Nenda kajibidiishe. Nimekwambia nenda kajibidiishe ulete mahari yangu. Alafu wewe
Hata nikikuangalia hivi, wewe unaonekana ni mvivu sana. Mzee, unakosea kusema hivyo. Mimi napambana, nafanya kila kitu kwa sababu ya mapenzi ya mwanao. Haina haja nikufiche. Haya. Lakini ni hali haijaruhusu. Itafika time mzee, mimi hata hatutatozana, mimi nitakuletea kile unachoitisha, lakini kwa sasa hali ni ngumu. Naomba tu unipe muda zaidi, nijaribu pia kukaa na ule mwanao vizuri. Harrison, si ndio? Harrison. Ndio mzee. Sasa sikiza nikueleze kitu kimoja. Mtu akienda kukopa kule benki upewa muda wa kulipa, si ndio? Kweli. Si ndivyo? Sasa wewe nilikupa muda wa kuniletea mahari yangu, si ndivyo? Umeshindwa. Si ndio? Wale ufanya nini? Uenda wakachukua vitu ambavyo vinawajua kidogo vitakava ile deni. Si ndivyo? Mimi naja kumchukua binti yangu. Sina mengine tena zaidi. Sasa mzee, sasa mimi nitabaki na nini sasa? Utajua mwenyewe. Mzee, utakuwa umenimaliza. Yaani mimi kukosa kitu yani ndio. Mzee. Mzee wangu. Mzee, basi kidogo unisikize tafadhali. Mzee. Francis. Vipi bana? What? Nimemwachia timu na pesa zako juzi. Okay. Let me confirm with her. I'll get back to you. No, relax, Francis. Nakupigia sahi. Thank you. Timna. Yes. Wasemaje bebe? Kuna nini? Timna. Sijuzi nimekuachia pesa za Francis za plot ukampatia. Mbona saa hii analalamika ati hajapata pesa? Angalia babe, unakumbuka juzi vile baba alikuja hapa na shida zake? Zile pesa ndo nilitumia nikumpatia baba kutatua zile shida zake. Ona babe, safari hii baba alienda akachukua mkopo kwa watu wabaya na akashindwa kulipa hiyo loan. Sasa aliambiwa it's either mambo mawili. Alipe deni la wenyewe ama vitu vile vya nyumbani vikuje vichukuliwe. Nikuulize wewe, ni mara ngapi tunasaidia baba yako kwa hii nyumba? Baba yako ako na mradi huko kijijini anafanya? Analipa karo. Sasa hii pesa tunampatia kila wakati inafanya kazi gani? Relax babe, relax. Sasa nieleze. Tutatoa wapi pesa tukampe Francis? Yaani saa hizi mchana mnalala? Yuko wapi mjinga mwenzio? Sasa ndo nimeanza kupata picha kweli. Wewe ndo unafanya huyu mwenzio kwa mvivu. Saa hizi mnalala saa hizi? Leo wewe kwenda kibaruani? Mzee, siwajua. Unajua barua vyenyewe kupatikana ni hivyo mzee wangu. Nilitoka asubuhi ngeenda tafuta lakini ndio mkaona sasa wacha mlale mchana mtengeze jamii, si ndio? Sasa nakumbuka ule msemo rafiki yangu aliniambia. Starehe ya maskini ni mke wake. Hii ni kweli kabisa. Alafu unajua ahadi ni deni, si ndio?
Hadi mdeni mzee. Sawa sawa, vizuri sana. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 3. Nataka unisikize kwa makini. Umesikia? Hii tuliandika tukiwa na wewe. Nimempatia baba mkwe wangu shilingi 3,000 taslim. Itabakia shilingi 17,000. Hii 17,000 leo ndio ilikuwa uitoe. Ni hesabu kati ya shilingi 100,000 ambaye ni mahari ya mwanae. Sasa tusaidiane kusoma. Shika. Ama mpe huyo mpumbavu mwenzio kusomea hapa. Mchana mnalala. Unafikiri wewe ikiwa mchana utakuwa unalala, hilo deni langu utalilipa vipi wewe? Lakini mzee, mimi najaribu hata hicho kidogo ndo kuletea. Si hicho kidogo ambacho tunapata. Baada ya kukufuata. Lakini mzee, ni vile yani kuna matatizo hata hapa nyumbani. Wewe mwenyewe unaona ile hali twaishi. So mzee, nitamwangalia huyu mke wangu ama unajua yeye kwanza nianze kumtunza yeye kwanza. Wewe ati sio ati nimekusahau mzee. Mimi kibarua kule leo kulikuwa hakuna, umesema si ndio? Hakuna mahali pengine waweza kutafuta kibarua? Nimezunguka mzee. Hichi ndio kibarua ulikuwa unafanya? Ukiwa umekosa huko kwingine, hichi ndio kibarua, si ndio? Cha kulala mchana. Basi mzee, si karibia at least ndani ndo tuongee vizuri. Huko ndani najakalia nini? Wewe mwenyewe unaonekana hata viti huna wewe. Ama unafikiria mimi sijapata story kuwa huwa mnakalia mitungi ya maji huko? Alafu sikiza nikwambie vizuri. Umenelewa? Mimi sina ubaya na wewe. Shida yangu mimi na wewe ni deni langu peke yake. Nitakuletea mzee. Na uniletee, usingojee paka nife. Wewe unataka nife mimi ubakie na nini? Na deni langu? Pia hii alianga ruhusu nyinyi kulala mchana. Endeleeni kulala. Endelea kuzidisha deni tu. Lakini akijaa tu huyu, deni ujue unalipa mara 2. Endeleeni kulala. Dadangu, mimi nimekuja. Naomba msaada wako. Hali kule kwangu imekuwa ngumu. Alafu shemegi yako Hari, mambo hayajakuwa sawa kikazi. Zile biashara zilikuwa nikitegemea, sasa zote zimefeli. Hata wale kwa nikiwafulia hakuna tena. Naomba unisaidie na chochote angani kaweze kujisaidia nacho. Jamani dadangu, si unajua mimi ni mke nyumbani? Ulisikia wapi watu wakikaa nyumbani wanalipwa? Sina pesa, nitakusaidiaje? Wataka nikusaidieje? Sina, yani sina. Sasa wewe ndo dadangu mwenye anayekutegemea. Unataka nikamwombe msaada nani? Wewe, si unakumbuka kabla hata hujaolewa na Hari, si nilikwambia huyu mwanaume hana lolote, maskini hohe hai. Nilikukataza kwa sababu nilijua hii siku itafikia. Sasa ona, amekufanya umegeuka omba. Dadangu, wewe mwenye mrembo. Watu walikuwa wengi wazuri. Mimi nilikwambia mimi mkubwa wako najua haya mambo. Lakini dadangu, nimekuja kuomba pesa tu kwa njia ya amani. Na wala hata sikutarajia kama utanikejeli. Hivi dadangu, hutaki kuambia ukweli? Hutaki kuambia ukweli kabisa? Baba. Nimeona wacha nikupigie. Ndiyo baba.
Uzima huko, lakini si wa vile, kwa sababu mimi leo nimeangushwa na pressure. Imeniangusha vibaya sana. Hata habari zingekuja huko zingekuwa nyingine kabisa. Sasa ilikuwa inatakikana niende nipate matibabu. Huko hapo kweli baba? Mbona uongei kitu? Sema kitu baba, sema kitu. Ndio hivyo, lakini sasa si unajua mkono wangu baba ni mfupi, sina hata ndururu hapa kabisa. Najua, lakini sasa wajua, usipofanya lolote baba, hata pengine simu itakayokuja huko, ndio nasema nisikize basi. Usipofanya lolote, hata pengine simu itakayokuja tena baadaye, usikie ndo nimekwenda mimi, nimekufa. Halo, uko hapo tena baba? Halo, halo. Marahaba. Una siku ngapi hapa? Leo siku ya pili. Leo siku ya pili. Vizuri sana. Huyu bosi wako yuko, ndio huyo amesimama hapo? Huyu ambaye shati ya blue hapo. Sasa wachana naye. Sasa kitu ambacho tutafanya, sitaki lawama tena kutoka kwako. Huu mshahara unaupata hapa, manake leo ni siku ya pili. Huwa mnalipwa kila siku ama baada ya wiki? Baada ya kama siku 4 ndio mnalipwa pamoja. Hizo ni siku 4. Sasa huu mshahara wako utakaopata hapa, tutakuwa tunagawanya nusu kwa nusu. Ile mali yangu tutakuwa tualipana hivyo, manake vinginevyo hutalipa. Sasa mzee, njia gani hizo? Nzuri sana, nitakuonesha. Wewe uko na mzigo wangu, sikudhulumu. Sasa mimi natafutia huo mzigo wako hapa mzee. Na mimi pia nitafutia hapo na kata yangu. Hiyo ni yako ya kula huko. Achukua zote basi mzee. Haina haja hata uchukue nusu. Itakuwa vizuri sana. Na wewe kachukue zote. Na utabarikiwa.
Wife. Mbavu. Amina. Napita. Hapa. Tangu lini umeanza kuniogopa? Ambie. Come. Nimeshafika nyumbani. Jioni yangu. Hela nyingine imebaki. Na kubakishia. Mimi nimemwambia naumwa. I'm dying. 1000 ngapi? Pressure. Wanielewa? Mimi niko na ATM machine yangu. Niki chwa hela. Njoo karibu na mimi. Njoo basi chum. Njoo chum. Kama vile zamani tulikuwa tukifanya, mimi nishika unaniaga unanichuma. Unajua nimekunywa ngapi? Nikwambie. Nimebaki. Ukini hug hizi lobaki. Zako. Kamnia. Utaacha lini kulewa lakini? Tena imekuwa kusomeana. Sipendi. Wewe unapenda tu kuongea, unaongeaga sana. Kazi nkulewa tu. Sasa acha nikwambie, ukikojoa kitandani na huo levi wako, saa 12 wazifua hizo nguo ndio utoke ende zako. Mimi kikojozi. Mimi. Maana umelewa, najua paka kitanda kitajaa mkojo. Nimechoka kufua mkojo nakwambia. Umewahi kufua mkojo? Mara ngapi nafua mkojo mimi? Wangu. Wako Kwa mtoto. Lakini nakwambia wewe utaziraukia hizo 12 uko nje wafua hizo nguo. Alafu ile godoro ulikausha, kama utalikausha na meno, kama utalivivia pale kauke, shauri yako. Unaniambia ama unanisomea? Nakwambia na ndivyo utakavyofanya basi. Mimi. Wewe. Haya. Kwa leo wewe kwenda zako. Lala kwa kitanda, mimi nilale chini. Super. Kwenye hii dunia hii, kama huna kitu, wallahi billahi hutaminiki kabisa. Yaani baba mkwe wangu ni wakuja mahali mimi nimepata kibarua na ng'ang'ana kumtafutia mtoto wake ambaye niko naye nyumbani, angalau kile kidogo chakula. Baba mkwe alikuja, mjomba Aminu siamini, alikuja mahali pale mimi nang'ang'ana kutafuta riziki kwenye mjengo mwingine alikuwa nimeitiwa na ule rafiki yangu Masud. Wajua kile alichokifanya mjomba? Alifanyaje? Hajaniuliza analipa pesa ngapi kwa siku, walipo baada ya siku ngapi. Mimi nikamuelezea vizuri, nikijua namuelezea kama vile babangu, si ndio? Kumbe yeye apiga hesabu zake bwana, anambia ati kile kitakuwa chatoka baada ya siku 4, yatoa pale pale mali yake, itwaganya nusu kwa nusu. Yaani ili niumiza mpaka ikafikia kiwango nikamwambia basi kachukue zote. Nenda kwa bosi kachukue zote. Na hizo siku zote nimekuwa pale, yani alikuwa pia yule bosi wangu pia yule pressure. Mpaka sasa angalia, nimesimamishwa hicho kibarua kimeisha. Sasa niambie mtu kama huyo,
Una mtoto wake wapata naye shida, yeye bado yakuletea matatizo. Unataka nini mjomba? Nini hiyo sasa hiyo nataka? Hapo ndio matatizo. Sasa mjomba, sijui tufanyaje. Maana hata kunisikiza, hataki kunisikiza, ndio hivyo iendelea kunitatiza. Sasa mimi nitazungumza naye, japo yeye mwenyewe ni mgumu sana wa kuelewa, lakini kwa vyovyote vile, kama ni mtu mzima kweli, atanielewa, kwa sababu kukosa kwa leo sio heti maisha ndio yatakuwa hivyo kila siku. Leo unakosa, kesho utapata. Yeye hajui hilo. Hilo hajui hilo. Yeye yataka leo tena sasa hivi. Hivyo ndio yataka hivyo. Sasa tutapeleka na hivyo. Ni upungufu wake wa akili, lakini nitakaa na yeye, tutazungumza. Basi lile lenye atalileta. Lakini mimi na hakika wewe utaishi tu vizuri na bibi yako. Sawa? Mzee mwenzangu, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya Hari. Yale yenye alinipa juzi yalinitamausha. Sasa mimi nikiwa ninang'ang'ana, nimekusanya bado yeye tu ajalize mahali padogo nikuletee ndugu yangu. Kisha wewe mwenyewe watoka hapa uenda chukua hako kamshahara kote. Watarajia ni lini sisi tutafika kwako? Wajua hakuna kitu kibaya kama mtu kufa awache deni lake. Na unajua siku hizi kuna maradhi tofauti. Kama mimi ni mtu wa pressure, mfano nikianguka, nikiuma meno, simtabaki na deni langu kubwa sana nyinyi. Alafu nimechunguza vizuri sana kwa makini. Mimi naona hii jamii yenu hii huwa ni watu warongo sana. Urongo unatokea wapi? Ni hali jinsi ilivyo ngumu, lakini tunajibidisha kadri uwezo wetu. Isipokuwa wewe mwenyewe ndio unatuvuta nyuma. Wewe unadhani mwenye hana leo hata kesho atakosa? Tangu nyinyi muimbe kuwa mtakuja hapa ni lini? Unaona hata hii fimbo yangu. Hii fimbo mimi nilikuwa nataka kuiuza hii, nijalizie pale mahali mimi nimefikia, na yule kijana kale kadogo kenye anapata. Tujalizie pale, tukuletee kitu kakubwa. Wewe warudi hako haja kukanyonyora. Wataka tuishi vipi? Basi kama tabia yako ni hii ndugu yangu, hapa kwako kutatisha. Mabinti watakuwa hawaoleki hapa kwako. Mimi nakutafutia mahari nikuletee, wewe waja mnyanyasa mtoto. Sasa yule mtoto afanyeje? Kwanza acha nikurekebishe. Mimi hapa kwangu nimeshamaliza stock ya mabinti. Kwa hivyo mimi sina hasara. Hakuna tena mwingine wa kuoza. Kilichoko ni nyinyi mujikusanye, muniletee mahari yangu, kwa sababu huko ndiko nilikoelekeza. Hivyo tu. Kwa hivyo hadithi nyingi unazoleta wewe hapa, mimi sina haja nazo. Haja yangu mimi ni pesa. Hata nilivyokuona tu nijua leo umepona. Wacha nipe simu. Babe, ongea na babangu, ampiga simu. Nitakuongea na wewe. Baba.
Nimeona wacha nikupigie. Ni kweli ni usubuhi, lakini sasa nilikuwa nataka kukuarifu kuwa unajua huku kijijini kuna kikao. Ni cha wazee wa kijiji. Sasa unajua baba, mimi ndo nimechaguliwa kama mwenyekiti, chairman. Sawa, nashukuru. Sawa, nashukuru. Nashukuru kwa kongole. Lakini katika hicho kikao sasa, si unajua mimi ndo naangaliwa mwenyekiti. Macho yote yako kwangu. Sasa unajua lazima nionekane nikitoa kitu kikubwa pale, ushanaelewa? Ndio maana nimeona wacha nikupigie. Ndio baba. Halo. Baba, uko hapo wewe? Katia simu. Sasa ataona timbwili langu. Mtoto mdogo sana kunikatia simu. Baba mkwe. Sasa mbona umemkatia simu? Hebu nisaidie funguo ya gari. Hakuna marefu asiyokuwa na mwisho bwana mzee. Yaani wewe itakuwa kila siku mimi naishi na dhiki kwa sababu ya mambo yako wewe. Wewe mtu gani wewe, una hata moyo wewe? Una hata imani wewe? Mume wangu acha maneno yaishe. Yaishe nini wewe na acha na mimi wewe? Wewe mwanzo ndio umesababisha matatizo. Yaani mimi kukupenda wewe babako anipeleke mbio kila siku yule. Wewe vipi wewe? Tena pia wafurahia tu yani. Bwana mmenisukuma nimefika mwisho ukutani. Siumbi sasa. Nasikiza mzee. Sikiza na unisikize kwa makini sana. Si una ule yetu nini ile karatasi yako ile wasema tuliandikishana sijui nini hiyo. Si uko nayo? Hiyo karatasi unayo wewe. Wewe muulize babako wewe, na muulize yeye ananyamazia. Mume wangu nakuomba maneno acha yaishe tu. Acha tu yaishe. Tena wewe usifanye nikakumeza mzima. Sawa? Wewe ulikuwa furahia ile babako akija akinifanya vituko hapa, alikuwa furahia, si ndio? Babako yote akinikaripia hapa akiniambia maneno mengine hata hayafai kuongea mbele yetu kwa umri wetu. Huyu mzee huyu. Ambaye umuita babako. Maneno gani yale mara nyingine alikuwa anakuja anatuelezea anatuambia. Kisa pesa tu. Huyu baba yenu wafanya mradi huu nawe. Yaani mimi kukuoa wewe basi umekuwa kama ni mradi wake. Dakika huyu. Na yajua kabisa ni yangu iko vipi. Kwa nini afanye hivyo? Alafu anaambia mwengo aishe nini? Mzee, sio lazima Hii stress yako ambayo unaniletea beba. Kwenda. Tusifikia. Nakwambia ondokeni. Tuelewane tusifikie huko. Mzee. Hari, tusifikie. Si kila siku wewe ulikuwa sema hujamchukua. Ndio nakwambia nimeamua chukua nenda naye. Lakini baba leo umezidi. Amezidi kabisa. Haya, nendeni amezidi kabisa wewe baba. Lakini tusifikie huko. Mzee usinipime. Tusifikie. Mzee usinipime. Wewe ukija hapo ukinikaripia maneno yako unaona mnyonge kama ni mnyeshewa. Wakati wowote ukimwona simba amenyeshewa usifikiri ni paka. Lakini tusifikie hapo. Bado ni mke wako tu. Mzee. Chukua kitu yako, enda. Amekuwa kitu sasa. Beba mzigo wako bwana. Stress kila siku stress bwana. Mama tena mkalie huko, hapa hakuna matanga hapa. Lakini haya, utakuja kumbuka. Nikumbuke nini? Wewe ukumbuki wewe kile ulikuwa unifanyia wewe. Wewe nikumbuke mimi wewe ukumbuki. Huku kosana na huyu, kama wakosana na mimi. Sasa kwa hivyo wewe ndio tatizo. Sawa. Wewe ndio tatizo ama huyu ndio tatizo? Kati ya wewe na huyu nani tatizo? Sawa. Usilie. Ama nyote matatizo? Utakuja tu. Nani aje? Alafu sikiza mzee.
Si una 3000 zangu wewe mzee. Hata hizo 3000 nenda kanunue koti lingine, sio kila siku koti moja. Nini wewe? Mwanzo nitie huyo. Wewe, hizi nguo zako nazichoma nilinunua mwenyewe na jasho langu. Babako akaanze mwanzo kunulia nguo huyo. Tusitaniane, tusiharibiane akili bwana. Yaani uchukue starehe lakini iwe bala. Kambe sijui alikuwa atakolewa yeye huyu mzee. Baba, kuna jambo linanikera sana 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 sana, na limenifanya niamkie kwako leo. Tangu nimuoe Timna, maisha yetu yamekuwa kuhusu baba mkwe. Leo yakupigia simu, mwanangu niko hali mahututi nafa, nahitaji pesa ya hii na ile, niende hospitali, mara mambo mengine kama hayo. Kesho yakupigia simu, kuna ploti hapa nahitaji ninunue, kama una hela leta tununue. Kesho kutwa atakuja mpaka nyumbani. Sijui yeye unusa pesa, akijua kuna pesa yetu tumeweka akiba kidogo, yeye yuaja yahitaji hizo pesa. Kwani baba, sisi tutaishi maisha ya baba mkwe ama tutaishi maisha yetu peke yetu? Nimechoka mimi, amenikera na nimeanza kuchoka na hiyo ndoa. Sitaki kabisa. Umefanya vizuri mwanangu kuja kunipasha aliyojiri. Maana kama ungeenda kule na jazba, wajua sasa hasira ni hasara, ungeenda labda na mambo mengine kule. Lakini mimi nimeelewa vile ambavyo umenijulisha, na mimi yule mzee hatukosani. Nitamuona ana kwa ana, nizungumze naye mpaka nione mambo yake na mimi yameenda sawa. Ni sawa mwanangu? Sio vizuri kuja hapa kwangu bwana, hata kikombe cha chai bwana. Wajua uzee wetu bwana ni zaidi hata rafiki bwana, mimi na wewe bwana. Angalau kikombe cha chai bwana. Sikuletwa na hayo unayozungumza. Mimi sina raha. Maana huyu mwanangu amekuja kuniripotia kuhusu mambo yako. Na wewe saa yote unamuomba pesa. Saa yote ni kama ambaye sasa wewe wataka msaada kwake. Haya maneno hayanifurahishi mimi. Kwanza mzee mwenzangu, mashtaka aliyokuletea mwanao ni ya urongo. Na mimi nikimuomba pesa, si unajua mimi wana pressure, saa nyingine hata huwa naanguka. Ni kwa sababu ya kuhitaji madawa. Umeelewa? Halafu hawa watoto tumewazaa sisi, tukawakuza. Umeelewa? Sasa sisi tushakuwa wazee. Huu ni wakati wao nao watuangalie hata sisi. Watuangalie sisi? Hata washindwe na kutekeleza miradi yao. Ni vipi wewe? Mbona uko hivyo? Pengine mzee mwenzangu utakuwa umenielewa kimakosa. Sababu ya kukwambia hivyo, nafikiri unajua mahari inaishi. Halafu mimi pale mimi nimewekeza. Umeelewa? Mimi nadai bado. Ushanielewa? Sitawacha kudai mimi. Na kama uniamini, wewe zunguka kokote kule, nenda kaulize kama mahari huwa inaisha.
babake Rehema. Mimi nakuuliza, hivyo ulivyofanya, ulikwenda peleka vurugu kule kwa mkwe wako, kisa ni mali. Saa yote wamfuata yule kijana kwa sababu gani? Na wamjua tayari yule kazi yake alionayo, ni bangaiza. Hivyo umemtoa Rehema, amekuja hapa ndani ya nyumba. Huyu Rehema wataka awe akitoka nje kule akikuletea mimba ndani ya nyumba, ndio raha yako yule vijukuu ambavyo havina baba. Yule alikuwa akimchezea. Lakini ilikuwa si kazi yako kumchezea, nani angemweka ndani ya nyumba? Usiwe hivyo mume wangu jamani, usiwe hivyo. Mzee. Nini? Mta yako nimekuletea. Si wewe ulitaka hivyo? Ulisambaratisha ndoa yetu, ndio huyu msichana wako. Yaani wewe mzee wewe. Juzi Rehema aliletwa hapa. Leo mwingine huyu hapa umeletewa kwa sababu ya mdomo wako. Lakini yaani Simon baba, matatizo yangu mimi ndio yamekuwa namchongea binti yangu. Yaani kuja kwako wewe kwa msaada, ndio umeamua kuyafikisha hapa. Maana sisi tumeshakuwa wazee bwana. Ni ndio vijana wa kutuangalia sisi wazee. Na kama nilijua yatafikia hapo, hata usingeniona huko kwako mwanangu. Kabisa. Mzee, nilipooa binti yako, wewe uliona umenunua hisa kwangu. Kila siku wanipigia simu wataka pesa. Mara una shida hii, shida ile ya ugonjwa na hizo zingine. Alafu unaenda kulewa huko, ukija huku watangazia kila mtu kwamba msichana wako ameolewa na mtu mwenye pesa. Hayo sasa leo yamefika kikomo. Nimechoka mimi na hiyo ndoa. Sasa mtoto wako ndio huyo. Ona vyenye utakavyomfanya, sina haja naye tena mimi. Jamani mume wangu. Usiende baba, njoo tuyazungumze, Nikikupiga slap wewe wote. Simon baba. Njoo baba tuyazungumze. Basi nyamaza mama. Nyamaza mwanangu. Tutayasuluhisha. Wasuluhisha nini? Hata ni wewe. Suluhisha kitu gani? Waekeza ni magari haya. Nyamaza mama, usilie, nyamaza mama, usilie, nyamaza. Waona sasa? Waona, lakini mambo yako umeharibu kila kitu. Wewe na wekeza nini? Kwani hawa wanangu ni magari? Unajua wewe uelewe. Sielewi kitu gani? Sielewi nini? Raha yako ni ile sasa. Huyu ameregeshwa. Yule mwingine naye huyo hapo ndani ya nyumba aliregeshwa juzi. Hiyo ndio raha yako ama huo ndio uzee wako? Ngoja nakueleza. Unajua wanieleza kitu gani wewe? Hawa walikuwa hawapendi. Hawapendi nini? Angemoa huyo akamjengea nyumba. Akanunulia na magari kama hampendi. Ndio alikuwa anakaa vizuri huyu, hata mwenyewe ulikuwa una raha. Asingemfukuza. Hajamfukuza, ni wewe ndio ulikwenda alitia nuksi kule nyumbani. Angalia sasa. Wazee wengine hata sijui nisemeje mimi. Utamfanyaje sasa ule mtoto wa kike? Tutakujaongea baadaye. Tutakujaongea kitu gani? Umeharibu kila mahali. Nenda katafute mahali uombe pesa ndo kanwe tembo. Nenda kanwe tembo. Sasa wakorogee sumu. Hivi utakunwa tembo na nini hivi? Si wakorogee ni wanangu hawa, lakini na wewe utakuwa wapi? Umenisinya mzee wewe, umenisinya wewe.
huko rudi huko. Nilijua tu nitakupata leo, ni tani yangu sasa leo. Juzi ulijifanya kimbelembele sana yani. Kimbelembele wanitambia hapa. Sasa leo ni wewe, nimeachiwa masharti hapa, hakuingii mtu hapa. Unajua wewe wanichekesha. Kwanza hata nafunga kabisa. Wasikiaje hapo na wewe? Juzi waje nitambia hapa eti futwe kazi uandikwe wewe, na Mungu mimi. Wasikiaje sasa na wewe? Waswahili wanasema aliye juu mngoje chini. Mimi nina haki ya kuja hapa wakati wowote ule. Wewe wakati wowote. Kama nani? Kwa sababu mimi hapa nimewekeza. Kuna lile linalonileta hapa. Mimi si kama wewe. Wewe leo hapa wakati wowote ule unaweza mbwa kwenda na ukaenda kabisa. Sawa. Kuna lile liliokuleta lakini leo upaingia hapa. Acha masiara. Wadhani mchezo? Si mchezo mzee, na ikizidi hapa tunazikwenda. Tena sana. Juzi ulikuwa na usingizi umelala. Leo umefuta bangi? Mimi nakwambia yani wewe hapa huingii. Sahau. Wewe mzee utaumia. Nitakuumiza mzee. Fuata shughuli zako. Hivi wewe mzee una shida gani lakini wewe? Wewe wataka kufanya kazi hapa? Yaani una lazima na nyumba za watu tu, yani kila safu kwako. Nakuuliza. Kwako. Una kwako wewe mzee. Wewe unataka kufanya kazi hapa ama hutaki? Wewe ndio umeniandika. Sikukuandika kazi lakini niko na uwezo wa kukutoa hapa. Uwezo gani wewe? Huyu ni vipi tena baba? Mimi naingia ndani, yeye ananitoa. Nilikwambiaje wewe? Mimi boss nimefuata order. Mwambia nini? Uniambia. Waulize umeambiwa nini? Sikiza waambie umeambiwa nini? Hujafanya kazi yangu vile nilikuambia wewe. Ndio. Huyo aende baba huyo. Nilikuambia ubebe jembe, panga, nyundo lakini huyu mzee aondoke hapa. Sikia hapo. Kama hutaki kazi unaondoka. Nilikuletea binti yako tukamalizana. I'm no longer your cash cow. Kisima kimekauka. Lakini bakibandika, bakibandua. Lakini nini? Nenda mzee. Usilazimishe. Nenda. Tokeni ndani nje bwana. Tokeni. Kwendeni kabisa huko. Mwanijazia choo tu hapa. Nimesema nendeni mkatafute mabwana wa waoe huko. Mafanya nini hapa? Hata mimi. Wewe sikiza wewe mama. Mimi siongei na wewe kabisa. Hii kierere wajua hichi kierere chako hata utafunga safari wewe. Wajua mimi nasikia uchungu. Ndio nakwambia nini? Tulia, usishindanege na mimi. Hata mimi pia nasikia uchungu vile ulivyofanya. Sikizeni, tena safari hii, raundi hii angalia, mtafute mabwana wenye noti. Sitaki bugdadi hapa kabisa. Sitaki watu kusumbuana kabisa. Mimi nataka nikija kwa mtu anikatie nirudi. Sio kubembelezana hapa. Wewe mwenye kutafuta maskini wasiojielewa. Wewe ulipewa tajiri na amekushinda. Safari hii ulete na nini? Hata mimi tajiri, wewe ungeishi hapa kwangu. Lakini mtu alikuwa tajiri. Sasa nimesema ondokeni. Ana magari, ana nyumba. Ndio nakwambia sitaki ngonjera zako. Tokeni mwende zako. Mtawatia mboko hapa sasa hivi. Toka nini? Shenzi type wewe. Wewe waniambia nini wewe? Waniambia kitu gani? Wafundisha nini hao? Ngiri wewe. Tena mkirudi hapa mrudi na mabwana wenye magari hapa.